Afrika imeshuhudia wimbi la maandamano ya vijana wakishinikiza mageuzi ya demokrasia na utawala bora. Kila uchao tumeamkia maandamano ya vijana wakipinga sheria, sera na maamuzi ambayo wapinga na kudai yanabagua upande mmoja au sheria inayowanyanyasa walio wengi. Mamlaka kadhaa zimelazimika kubadilisha mifumo yake ya uongozi. Kwa mfano, nchini Kenya, maandamano ya vijana yalishinikiza serikali hadi ikaondoa mswada wa fedha walioulalamikia kuchochea gharama za maisha. Kisiwani Madagascar, vijana walichochea mageuzi na kuzua mapinduzi dhidi ya utawala. Nchi jirani ya Tanzania, vijana wameapa kushinikiza mageuzi, hususan baada ya maandamano makubwa kupinga sheria ya uchaguzi. Lakini sauti ya vijana itasikizwa nje ya vyama vya kisiasa. Ni wakati vijana kuingia chamani na kushinikiza mageuzi ndani ya vyama tawala au vya upinzani. Na je, vyama vya kisiasa Afrika viko na nafasi ya vijana wanaoshinikiza mageuzi? Jibu ni kwenye tahariri, naye Kennedy Wandera. Kwa muda mrefu vyama vya kisiasa barani Afrika vimekuwa vikieleweka kupitia miwani ya wazee, mabwanyenye na baraza la mabalozi wa siasa za zamani. Lakini katika karne hii ya kasi ya taarifa na mabadiliko ya kijamii, nguvu mpya imeibuka: vijana. Wao ndio walio wengi, walio na mawazo mapya na wanaobeba hasira na matumaini ya kizazi kipya. Swali kuu ni je, vyama vya kisiasa vinawapa nafasi ya kweli au vijana wanaendelea kuwa wapiga makofi tu? Katika chama cha ODM nchini Kenya, vijana wamekuwa wakidai nafasi, uwazi na mabadiliko ya kimfumo. Mara nyingi nguvu yao imeibua migawanyiko ya ndani, sio kwa sababu ya vijana ni tatizo, bali kwa kuwa uthubutu wao unagongana na ukongwe wa miundo ya chama. Vijana wa ODM wameonyesha kuwa wakipewa nafasi ya uongozi wana uwezo wa kutikisa misingi ya chama, kuleta mijadala mipya na kushinikiza mageuzi ambayo wazee wengi hutaka kuyaahirisha. Katika chama cha CNDD-FDD cha Burundi, Eberankuri, jina lenye maana ya wanaona mbali, ni mfumo tofauti kabisa. Badala ya kuwa vuguvugu la kisiasa la kujenga taifa, kikundi hicho cha vijana kiliishia kuwa kikosi cha vurugu, kikitumia kushambulia na hata kuua waandamanaji waliompinga Rais Pierre Nkurunziza. Huu ni ushahidi kwamba vijana wakitumika vibaya na kukosa dira ya kidemokrasia wanaweza kubadilishwa kuwa silaha badala ya kuwa daraja la mageuzi. Kwa upande mwingine, kikosi cha vijana wa kisiasa wa ANC nchini Afrika Kusini kimeonyesha tafsiri tofauti ya ushiriki wa vijana. Tangu enzi za Julius Malema, kikosi cha vijana wa ANC kimekuwa na sauti nzito, kisukuma chama kuelekea ajenda za usawa, haki za kiuchumi na mageuzi ya ardhi. Hata pale inapokiuka mistari ya chama, nguvu ya vijana imebaki kuwa nguvu ya kushinikiza mabadiliko na kuibua mijadala mizito ya kitaifa. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania ni jina kubwa linalokosa sauti sawia. Ingawa vijana hawa hawatetemeshi chama kama wenzao wa ANC, wana nafasi ya kushiriki katika uongozi na baadhi yao huchaguliwa bungeni. Hata hivyo, mfumo wa chama hicho unaonekana kuwa na pazia la heshima. Vijana wanaruhusiwa kuwepo, lakini si lazima wasikilizwe. Katika vyama vingi vingine nchini Kenya na kwingineko, vijana wamegeuzwa kuwa mashabiki na wapiga makelele, si watunga sera. Wanaonekana kuwa rasilimali wakati wa kampeni, lakini ni mzigo inapofika wakati wa kuamua mustakabali wa chama. Hawana sauti, hawana nafasi, hawashirikishwi na mara nyingi hawajui hata wanachodai. Vuguvugu la Gen Z hasa lilojitokeza Kenya katika miaka hivi karibuni limethibitisha kwamba vijana wana uwezo wa kuibadilisha nchi bila vibali vya chama. Lakini kwa kukosa chama thabiti, muundo wa kisiasa na njia ya kugeuza hasira kwa sera, vuguvugu hili linabaki kuwa nguvu isiyo na nyumba. Ni moto mkali lakini unaotawanyika kwa upepo. Vijana si tatizo, vyama visivyowapa nafasi ndilo tatizo. Kila mahali ambapo vijana wamepewa nafasi ya maana, vyama vimepanuka na demokrasia imekuwa. Na popote wanapotumiwa vibaya na kupuuzwa, matokeo yamekuwa vurugu, migawanyiko au kufifia kwa matumaini ya mageuzi. Ni wakati wa vyama kutambua kwamba vijana si wapiga makofi, ni mustakabali wa siasa. Wanapoachwa nje, tunafunga mlango kwa kesho. Wanaposhirikishwa ipasavyo, tunafungua milango ya mabadiliko ya kweli.